Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, viongozi wetu wa serikali wote na wamachinga wote mlioko hapa, habarini za mchana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mgeni rasmi wa kongamano hili, aliyesimama mbele yako ni Nyihita Wilfred Nyihita. Huyu ni mzaliwa wa mkoa wa Mara, lakini pia ni mwekezaji ndani ya mkoa huu wa Mara. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijaongea mambo mawili tu muhimu, nahitaji wajasiriamali waweze kuijua historia yangu. Aliyesimama mbele yenu ni kijana yatima. Nataka niseme hili ili nikutie moyo wewe ambaye uko hapa, ujue kwamba unaweza ukaanza chini, kama jinsi ambavyo Waswahili wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha. Hivyo historia yangu inaweza kukujenga na kukusaidia. Mimi ni kati ya mtoto anayetokea zile familia zinazoitwa nyumba ndogo. Kwa wale ambao ni wenyeji wa mkoa wa Mara watakuwa wanajua vizuri kwamba nyumba ndogo ni mtoto anayetokana kwamba mama yake aliolewa na mwanamke. Ni jambo la kihistoria kwamba mwanamke na mwanamke waliwezaje kuzaa, lakini kuna utaratibu wa kimila ambao unazingatiwa na hatimaye mtoto kupatikana. Nami nimepatikana katika mazingira hayo ya nyumba ndogo. Maisha yangu yalikuwa mazuri sana kwa sababu nilijifunza kwamba kumbe kila binadamu anapozaliwa kitu cha kwanza huwa ana akili. Hakuna binadamu aliyezaliwa hana akili. Kila binadamu alizaliwa na akili. Lakini katika maisha yangu nikajifunza kwamba baada ya kuzaliwa na akili, 80% hiyo akili inaweza kukusaidia ukaishi kuanzia utoto mpaka mauti atakapokuta katika hali ya uzee, na ukaweza kujitegemea na maisha yakaenda. Lakini nikajifunza pia kwamba baada ya Mwenyezi Mungu kukumbia akili, basi tunahitaji kupata elimu. Elimu sio lazima uende darasani. Hata pale nyumbani mzazi kuna elimu anayokupa ya kuishi mazingira halisi ya familia ile uliyozaliwa. Lakini baada ya elimu hiyo pia kuna kitu kinaitwa maarifa. Kwa hiyo ukichukua akili uliyozaliwa nayo ukijumlisha na elimu iwe ya darasani kwa maana ya kusomea taaluma fulani, au sio taaluma, ni elimu uliyopewa na wazazi wako, basi tunakitafuta kitu kinaitwa maarifa. Elimu tunayoipata ni kwa ajili ya kutuongezea maarifa kwenye akili tulizonazo. Kwa hiyo akili plus elimu tunapata maarifa. Lakini ikumbuke kwamba kwa wale ambao wanasoma vitabu vya Mungu, ukisoma Mithali sura ya 1 mstari wa 7, nasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumbe ukijifunza elimu ya kimungu na elimu ya kidunia unapata maarifa. Lakini ukisoma Hosea 4 mstari wa 6 unasema watu wangu angamia kwa kukosa maarifa. Kumbe basi maarifa ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Mimi katika kuzaliwa kwangu ninaanza darasa la kwanza, nilianza nikiwa na umri wa miaka 12, lakini nikiwa tayari ni mjasiriamali. Shuleni nilienda na miwa, shuleni nilienda na maembe, shuleni nilienda na jojo. Enzi hizo tulikuwa hatuiti bigiji, tulikuwa tunaita jojo na vile kifua. Kwa hiyo nikiwa darasa la kwanza mimi nina uwezo wa kujihudumia. Ikifika saa 4 mimi ni mjasiriamali, ninaweza kuuza hivyo nilivyovitaja na wanafunzi wakaja kunichangia. Maisha yaliendelea mpaka nafika sekondari. Walionisaidia ni walimu. Nilikuwa rafiki sana na walimu. Nilikuwa nikienda ninakopa kwao fedha. Siku ya Jumamosi naenda ziwani, ninachukua dagaa, na Jumapili ninapeleka kwenye kulio ninauza. Jumatatu naajibika kwenda shuleni. Ikiwa pia na ule mtaji niliopewa na mwalimu ninarudisha kwa mwalimu. Kwa hiyo nilikuwa mwaminifu katika kuazima na kurudisha. Haikuishia hapo, niwakumbushe wana Mara. Mwaka 1995 kilianzishwa kiwanda cha kusindika samaki. Ilikuwa ikitolewa minofu inabaki ile mifupa. Mifupa kwangu mimi ilikuwa ni biashara.
Mimi nimezaliwa Nyanchabakenye. Nilitembea kwa mguu kutoka Nyanchabakenye mpaka Nyabange, nikachukua hayo mabanki, nikarudi kwa mguu hadi Nyanchabakenye na kuyaandaa na kuyauza. Hapo tunajifunza nini? Kuna kitu kinaitwa bidii katika kazi. Na si kwamba katika kipindi hicho nilikuwa mzee, nilikuwa bado na umri mdogo, nilikuwa bado ninasoma. Ndugu zangu, katika hili nililolisema, naomba ujifunze kwamba mafanikio yanaletwa na bidii yako na uaminifu. Leo Jifito unayemuona wakitajwa wachezaji ndani ya mkoa wa Mara anaonekana si kwa sababu alizaliwa kwenye familia tajiri, si kwa sababu alikuwa na kaka zake na dada zake waliofanikiwa. Sisi tumeishi katika maisha ya kawaida kabisa ya chini, ya hali ya kiwango duni sana. Lakini leo kwa muda huu tulionao, nitasema tu mambo mawili muhimu na yawe funzo. Zangu, nataka niwafundishe anguko la mjasiriamali na mafanikio ya mjasiriamali. Nianze na anguko la mjasiriamali. Mjasiriamali yoyote au machinga yoyote atakayeanzisha biashara asiwe na lengo katika biashara yake, huyo tayari ana anguko, maana hana lengo. Kwa hiyo unapoanzisha biashara, hakikisha unakuwa na lengo la biashara. Kwa wajasiriamali wengi kukosa lengo la biashara, wamekuwa watu wa kubadilisha biashara kila inapoitwa leo. Utasikia kuna taasisi imekuja inakopesha fedha tuanzishe ufugaji wa samaki, anaenda kwenye samaki na anaenda anachukua mkopo. Utasikia sasa hivi kuna unenepeshaji ng'ombe, anaenda kwenye ng'ombe anakimbia kutafuta mkopo. Utasikia sasa hivi dagaa wanalipa mikoani, kabla ya kufanya utafiti amehamia huko, anaanza kukimbia na dagaa na huko amechukua mkopo. Mwisho wa siku mabenki anapokuja kumdai, anajikuta ni mtu wa kukimbia kimbia na anapata msongo wa mawazo, biashara hiyo imekufa, haitakuwepo na ataanza kulaumu benki. Mjasiriamali aliyefanikiwa, moja ni mjasiriamali anayekuwa na lengo na analisimamia lengo lake na anaboresha hilo wazo, mwisho wa siku anafanikiwa. Nijitolee mimi mwenyewe mfano. Mimi kwa mara ya kwanza ninaenda kukopa benki, nilikopeshwa na benki ya NMB shilingi milioni 1. Nikiwa ninauza vitabu na mke wangu alikuwa ni mshonaji. Kwa hiyo kwa kushirikiana na mke wangu tukaenda tukachukua benki mkopo wa shilingi milioni 1. Tuliweka dhamana, meza na vistuli, na kumbuka vilikuwa 6 vilivyozunguka ile meza. Tulikuwa waaminifu wa kurejesha yale marejesho, na mwisho wa siku tena nikarudi NMB, wakanipa mkopo wa milioni 2.5. Maisha yakaendelea. Baada ya hapo nilipata sifa za kukopa mkopo wa milioni 15. Nikatoka hapo tunaendelea kukua, nikakopa mkopo wa milioni 30 na mke wangu akakopa milioni 30. Baada ya hapo nilienda benki NMB nikaomba mkopo wa milioni 300. Hapo ndipo nilipokutana na maswali mazito, wakaniuliza kutoka milioni 30 mpaka milioni 300. Hatimaye nilikuwa na majibu sahihi ya kuwajibu, nao waliweza kulipa mkopo wa milioni 280. Sijawa mjasiriamali mkubwa, lakini siri ilikuwa ni nini? Nilitulia kwenye taasisi moja ya kibenki na wao wakaniamini, ndio maana waliweza kulipa hizo fedha. Ndugu zangu, wajasiriamali wenzangu, hakikisheni mnakuwa uaminifu. Changamoto inayotukuta, mheshimiwa mgeni rasmi, wajasiriamali sasa hivi kuna mambo mawili yanatuumiza. Moja, kukosa elimu ya mikopo. Hiyo ni changamoto moja wapo. Changamoto nyingine inayotukabili ni sisi kuwa na mikopo mingi kwenye hizi taasisi.
huku nadaiwa, huku nadaiwa. Lakini ukiachia hilo, sisi hao tuna vikoba vyetu, tunajua kila siku tunacheza michezo. Ndugu zangu, naombeni mtafakari katika hili, mtulie na muwe na msimamo katika kile mnachokifanya, mtafanikiwa. Siku nyingine nikipata nafasi na mwaliko, ninaweza kuwafundisha vizuri mkaelewa hatua za kuzingatia ili muweze kuwa wafanyabiashara wakubwa na wajasiriamali wakubwa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, itoshe tu kusema nawashukuru sana kwa kunisikiliza.